na mama katika kaunti ya Kajiado atengeneze program na masuala ya dhuluma dhidi ya watoto na akina mama, na mimi na wizara ambayo nasimamia tutatoa pesa ya kusaidia viongozi wa hapa na iwemo hiyo program ili tuhakikishe tumepigana na dhuluma dhidi ya watoto na akina mama wetu, ili tuhakikishe tumepigana na vile tuko na shida ya wanyama porini, wanyama wa pori ambao wanaumia sana kule Kajiado South na sehemu zingine ambazo zinahusika. Tufanye kikao pamoja na maafisa wa idara ya kulinda wanyama KWS, tuhakikishe tumemaliza hiyo shida ya wanyama kuua wanadamu, kukula mimea yao, kukula mifugo yao, ili Kajiado hii yetu tupate kuwa na amani kati yetu. Vile yale mambo mengine yametajwa nimenakili yote, na leo labda sio siku ya kusuluhisha kila shida za kimipaka. Tutashughulikia shida za ardhi. Tuko na shida nyingi za ardhi hapa Kajiado, na mimi nataka niseme ya kwamba lazima tushughulikie masuala ya haki za ardhi ili tusipoteze amani ya watu wetu hapa Kajiado. Kajiado ni mahali pa watu kutoka sehemu mbalimbali na wameishi kwa amani, na mimi ningetaka hiyo amani iendelee kudumu, na ili hiyo amani iendelee kudumu lazima tuhakikishe kwamba vile shida ambazo ziko hapa za ardhi na mambo mengine tumeyashughulikia, ili kila mwananchi ambaye ako hapa apate haki yake. Bas, kwa hivyo mimi nitakuwa nikirudi hapa, Mungu akinijalia, safari nyingi, kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo lazima tufanye hapa. Kuna ombi ambao imeombwa ya kuongeza idadi za utawala, nitashughulikia, na hivi karibuni nitarudi hapa ili tuongeze idadi za utawala katika sehemu hii ya Kajiado ambaye ni kaunti kubwa. Kajiado ni mojawapo ya kaunti kubwa zaidi katika nchi yetu ya Kenya kwa upana wa ardhi. Kwa sababu tuko na mpango wa kuongeza sehemu za utawala, na hivi karibuni tutawaongezea sub counties hapa Kajiado ambazo nitakuja kutangaza. Vile kwa sababu tuko hapa na nimesema leo ni siku ya Mheshimiwa Ngogoyo na wale wengine ambao wako hapa, kwa sababu tutakuwa na siku ingine ya kuongea mambo ya county na zile sehemu zingine. Ile ombi ambao ameomba ya hapa ya kukata mara mbili hii location nimekubali. Lazima tukate hii location kwa sababu ni kubwa. Kwa hivyo hiyo request ambayo unasema iko pale kwa ofisi yangu, nikitoka hapa naenda kutia sahihi ili tuanze process ya kugazeti, na tuwe na sehemu tuwe na viongozi wengine ambao watapatikana hapa kufanya mambo ya utawala. Hii mradi ambao tunafungua leo, Mheshimiwa pia amesema tutafute watu wawili hapa. Amesema tutafute mama mmoja na one youth, na sijui kwa nini Mheshimiwa umeacha wazee nje. Hata wazee wangepata, kuna kazi ambao wazee wanaweza fanya pia, si ndio? Kwa hivyo, kwa sababu naona wananchi wameanza kuandika application, sasa Mheshimiwa nitakurudishia hiyo mzigo
uniletee kwa ofisi majina matatu ya wale ambao ungetaka tuwatafutie nafasi ya kazi kwa heshima ya shughuli ambayo tuko naye hapa siku ya leo. Kwa sababu nimefika hapa na siwezi kufika hapa alafu nitoke just like that. Ama namna gani? Kwa hivyo utafute wale labda very needy cases, tutafutie kazi alafu utatuambia. Niseme ya kwamba vile vile katika hizi ofisi tunafungua huku nyanjani. Kazi hizi ambazo ni kazi kidogo kidogo za kufyeka, kazi ya kuchunga mambo ya miti, maua, kazi ya mambo kidogo kidogo ya upishi, watu wale wenyeji wa pale wapate hizo nafasi za kazi. Hiyo ndio sera ya serikali. There are officers who must come from the national pool of public service, but the small contracts, small jobs, na hata hii kandarasi kidogo kidogo. Kwa sababu hapa Kajiado, kama vile mheshimiwa alisema, nafikiri ni senator ndiye alisema hivyo, senator wetu Seki, tuko na training school yetu ya polisi pale Magadi ambayo iko katika Kajiado West. Tuko na ile iko pale sehemu ya Emali, Masimba, na vile vile tuko na police listeners na wale watu wanahangaika hapa. Wapeleke machungwa, wapeleke matunda, wapeleke vitu ndogo ndogo ndio tuinue uchumi wa hapa. Bas, jambo la mwisho. Ningetaka kwanza kusema ya kwamba kwa njia ya kumalizia ya kwamba leo tuko hapa kufungua kituo cha polisi na vile vile kufungua ofisi ya chief. Hizi ni taasisi ama idara muhimu katika usalama wa nchi. Na hizi ni taasisi ya kupatiana huduma kwa wananchi wetu. Na hizi ni taasisi za kuimarisha usalama wetu. Mambo ya usalama ni mambo ambayo kama taifa lazima tuanze kuyafikiria upya, kwa sababu nimeona vile tunavyoendelea kama nchi tumeanza kupuuza na kuchukulia mzaha mambo ya usalama na udhabiti wa nchi. Wakati huu tuko na changamoto kadhaa za kiusalama. Na hizo changamoto ni lazima kama taifa tusishughulikie ili sisije kuharibu nchi yetu. Kwa sababu tumeona nchi zingine usalama ulipodorora, nchi ikasambaratika, mpaka sasa nchi zingine zimekuwa katika hali ya kukosa amani kwa miaka zaidi ya 30, zikiwemo nchi jirani. Zingine zimekuwa na wakimbizi. Kuna watu wameishi kama wakimbizi hata katika nchi yetu kwa miaka zaidi ya 30 kwa sababu nchi zao zilipoteza amani. Tuko na changamoto ya magaidi.
na tunaendelea kukabiliana na tishio la ugaidi katika nchi yetu, kwa sababu hapo awali tumeona vile wameumiza amani yetu na kuleta maafa. Hivi karibuni wameanza kushambulia maofisa wetu wa usalama, sana sana katika zile kaunti za nyanjani katika mipaka yetu kaskazini mwa nchi. Ningetaka kusema ya kwamba serikali hii itaangamiza magaidi. Tutaangamiza magaidi, na hii mwenendo ambao tumeona magaidi kutega mabomu ya ardhini ya kulipua maafisa wetu, tumepata suluhisho yake, kwa sababu wale magaidi ni watu waoga. Terrorists are the greatest cowards that I know of. Kwa sababu mtu shujaa haendi usiku kuficha vilipuzi kwa mchanga na kukimbia kujificha. Mtu shujaa anaenda vitani mchana. Si ni kweli? Kwa hivyo wale magaidi wale ambao wanaoa watu wetu, tumegundua hiyo mbinu yenu ya uoga, hiyo mbinu ya uoga, that behavior, we have a solution for it. Because you work at night and you are not courageous enough to face us. Wakati wamekutana na maafisa wetu hivi majuzi, maafisa wetu walikaribiana nao vilivyo kama wiki mbili ilizopita. Waliumiza wachache, wakaua wachache, wakaua kama afisa wetu 6 wa usalama, lakini tuliua zaidi ya magaidi 56. Na mimi nataka niseme hivi, wale maafisa wetu wa usalama ambao wanafanya kazi katika nchi hii katika hali ngumu, wakihatarisha maisha yao, wengine wamekufa, wengine wameumizwa jinsi ya kwamba hawawezi kufanya kazi tena. Maafisa hao wazuri na wazalendo, kwa niaba ya serikali ya Kenya na kwa niaba ya wananchi, na wapongeza na nawaambia kwamba sisi kama taifa tuko na deni kwenu na familia zenu, na hata Mwenyezi Mungu tunaomba atusaidie ili hii mambo ya officers wetu kupigwa na magaidi ipungue. Na mimi ninaona hivi karibuni mambo ya ugaidi itakuwa historia katika nchi yetu. I therefore want to take this opportunity to thank the patriotic officers of our security forces who have sacrificed to make sure our country remains safe. Some have paid the ultimate price and they have died in the line of duty. I have been very moved to see very young and patriotic officers confronting terrorists and other dangerous criminals. In the process, we have lost a few. Some have been hurt, yet our officers remain determined to continue fighting the enemy. We salute all those who have fallen in the line of duty, will stand with their families, and those who still remain, we must fight together until we overcome the enemy. Tumeanza kuwafuata kule across the border. Wiki hii
tumekutana na hao tena na tumeangusha wengine karibu 100. And I want to assure you, it's just a matter of time. These terrorists, we are going to defeat them. Na wakati tunalalamika kuhusu maafisa wetu wa usalama, tukumbuke kuna wengine, na ni wengi, maafisa wetu ambao wanafanya kazi nzuri. Sijui kama tunaelewana wananchi. Wengine wameumia wakitulinda. Tuko na changamoto ya wezi wa mifugo katika kaunti nyingi za kaskazini mwa bonde la Ufa, ambao kwa miaka mingi wameua watu wetu, kuiba mali yao. Na hii serikali imeamua itakomesha wizi wa ng'ombe milele na milele. Hao wakora, tumepunguza visa vya wizi wa ng'ombe, lakini bado hatujaangamiza hiyo shida kabisa. Nataka niwahakikishie kama waziri wenu wa usalama wa nchi, tutafanya vyovyote vile kuangamiza tabia mbovu ya mauaji na wizi ambayo imeletwa na wezi wa mifugo katika taifa letu la Kenya. Shida ya tatu ambayo tuko nayo ama changamoto ya usalama ni tishio la watu ambao wanajizingisia masuala ya dini ama ya kisiasa kufanya uhalifu. Na mimi niseme hivi, kwa muda mrefu taifa la Kenya limekuwa taifa la kumcha Mwenyezi Mungu, na sisi hatutakoma kuwa taifa la kumcha Mungu. Wimbo wetu wa taifa mstari wa kwanza unasema, Mungu, Mungu nguvu yetu. Si namna hiyo? Na kwa hivyo mambo yetu kama serikali na dini hakuna mjadala. Lazima tuheshimu dini, tuheshimu Mungu, na tuendelee kuhakikisha nchi yetu ni nchi ya wacha Mungu, tukijua tuko na dini tofauti ambazo zimeruhusiwa katika katiba yetu. Lakini kuna magaidi wachache na wahalifu ambao wamejificha katika dini kuleta maafa na vifo, na hakuna tofauti ya hao wahalifu na wale magaidi wa Al-Shabaab na wale magaidi ambao ni wezi wa ng'ombe. Hakuna tofauti. Si wanafanana? Si ni sura ni moja? Si ni sura moja? Kwa hivyo wale watu wanafikiria kwa sababu nchi yetu ni nchi ya kucha Mungu ati watajificha chini ya Biblia ama Quran kuleta vifo na maafa. Siku zenu vile vile zimehesabika. Umeona vile wakora wengine pale Shakahola vile wameua watu wengi. Hivi sasa tumefukua miili zaidi ya 362 kufikia sasa, na bado kuna maiti wengi pale katika ule msitu, na wale ambao walifanya hivyo walijisingizia ya kwamba ni wahubiri wa neno la Mungu. Wahubiri wote wa dini zote wahubiri injili, lakini wale ambao wanafanya uhalifu vile vile tutapambana nao, vile tumepambana na magaidi wa Al-Shabaab na magaidi ambao ni wezi wa ng'ombe. Na changamoto ya mwisho ni changamoto ya watu ambao wanajificha kwa siasa, wakijisingizia ya kwamba wanatekeleza haki zao za kibinadamu na ya kidemokrasia, ili hali ni wahalifu, sio siasa wanafanya. Jana nchi yetu
imekuwa katika hali ya hofu katika sehemu nyingi, kwa sababu kuna wenzetu wa Kenya ambao ni wahalifu na ni magaidi, lakini wamejificha katika siasa kuharibu amani, udhabiti na usalama wetu. Nataka niseme hivi: kwa muda mrefu watu wa siasa, sana sana wale ambao wamechaguliwa kuungwa mkono na wananchi, wanaweza kufanya uhalifu na hakuna hatua itachukuliwa. Na kama wale ambao mliona yale yametereka jana katika Kenya, mtakubaliana na sisi kama serikali ya kwamba tusipodhibiti shida hii ambaye ni shida ya uhalifu ambayo umejificha kwa siasa, nchi yetu itaenda kuharibika na tunaweza kupoteza nchi yetu tukidhani ya kwamba ni mambo ya siasa yanaendelea. Mimi nauliza hivi: sisi zote tunajua tuko na shida za kiuchumi ambazo nchi yetu imepitia kwa muda mrefu. Wakati hii serikali imechukua hatamu, bei za bidhaa zilikuwa juu, mambo mengi yalikuwa juu, na mpaka hivi sasa Mheshimiwa Rais na serikali inapambana na jinsi ya kurejesha nyuma maswala ya uchumi ambayo yalikuwa yamezoroteka mpaka bidhaa muhimu zikapanda. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Lakini mimi nauliza hivi: kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? What is the relationship between lowering the cost of living and damaging a highway that has been built using the taxes of the people of Kenya? There is no relationship. Vile vile hakuna uhusiano baina ya siasa ama mambo ya uchumi ya kupunguza bidhaa na kuchukua mawe na kupiga mtu na mawe ambaye ni mama ama mzee anaenda kuuza bidhaa yake sokoni kutafutia watoto wake riziki. There is no connection. Hakuna connection ya siasa na kuchukua mawe na kupiga magari ya watu. There is no relationship. Kwa hivyo lazima tukomeshe hii tabia, na itakoma. Lazima ikome, na hakuna mtu ako juu ya sheria ya Kenya. Wale wote ambao wamehusika katika kuleta vurugu, kuchochea ghasia ambayo imeleta vifo na maafa kwa wananchi, ambao wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa, makiwemo magari ya polisi, afisi ya msaidizi wa commissioner
pale Kitengela imechomwa, vitambulisho vya raia ambao hawana hatia na wahusiani na bei ya bidhaa imeharibiwa, na watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza, na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Na nimesikia watu wameongea kwa mitandao mambo mingi, na wanafikiri kwa sababu hii nchi, hii mambo imeendelea, tumeyaona tena, hakuna kitu serikali itafanya. Nimesikia wengine wakisema fulani na fulani hakuna kitu serikali inaweza kumfanyia. Nataka niseme hivi, katiba ya Kenya ni moja, sheria ya Kenya ni moja. Hakuna sheria ya wanyonge na sheria ya wakubwa. Hakuna sheria ya mwananchi na sheria ya mawaziri. Sheria ni moja. Wale wote ambao wamechangia katika uharibifu wa mali, uchochezi na kusafirisha wahuni na magaidi, kuumiza Wakenya, kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Niliongea siku ya Jumatatu nikiwa pande za Meru, na nilisema kwa sababu wale watu wanasema wanataka kwenda kule Kamukunji kwa miaka mingi, kwa siku nyingi, ile mikutano wameitisha wakisema ni maandamano ya amani, haijakuwa na amani. Tukasema hakutakuwa na mkutano, wakadhani mchezo. Pale jana, kabla ya hata hiyo ilikuwa inaitwa mkutano ya amani, sijui maandamano ya amani kuanza, saa 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yeyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu, ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Kama ukubaliani na serikali, sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii. Kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi. Ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya, alafu hata hawana aibu, wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi.
Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa wanavunja expressway jana asubuhi, hakukuwa hata askari moja pale? Wale wakora walikuwa wanaibia watu wa Nyeri pale Dagoretti Corner saa 12, hakukuwa polisi pale? So mimi nataka niseme hivi, kwa sababu maafisa wetu waliumia wengi wa polisi jana. Nimeona wengine wakati waliona wananchi ambao walikuwa wamechochewa, wakaona wataumiza wananchi, wakaretreat kidogo. Naona wengine wameanza kufanya mzaha ati ya kwamba polisi wameogopa sijui wananchi. Na sijui shida iko wapi, kwa sababu polisi wakikabiliana wahalifu wanalaumiwa mmetumia nguvu zaidi. Wakiretreat ili wasiumiza wananchi, wanaambiwa ni waoga, wameogopa. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangare, na msicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Na ule mtu atakuja kusumbua maafisa wetu wakiwa kazini, tutapambana na huyo mtu. Lakini vile vile muwe na heshima kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye hafanyi mambo ya vurugu, msimsumbue. Lakini mwenye anarusha mawe wengine karibu, siwe na huruma na magaidi. Kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba serikali ya Kenya haitaruhusu nchi kusambaratika, na tutakubali vurugu, maandamano ya vita tena. Na tutakabiliana na nyinyi. Na sasa hawa ambao ni magaidi wa kisiasa tumemaweka katika kundi moja na wale magaidi wengine. Kuna magaidi wa kidini, kuna magaidi wa wizi wa mifugo. All these are terrorists. What happened yesterday is nothing short of terror. Because the whole country was terrified. The whole country was fearful. Women were violated. Children were violated. And then you hear shamelessly leaders blaming the police. Some of the incidents of violence, many of them, there was no police officer in sight. They were orchestrated, planned, and unleashed on the people of Kenya by criminals without even the provocation of any police officer. So mimi nitakomea hapo. Nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Sisi kazi yetu ni kulinda Kenya na tumuogopi mtu yoyote. Hii mzaha na madharau itaisha tu. Ati hakuna serikali, hakuna vile serikali inaweza fanya sijui. Na niseme hivi vile vile, hata viongozi wetu ambao wako katika mrengo wa serikali, vile vile lazima tufuate sheria. Nasema hivi kwa sababu nimeona kuna sehemu zingine kama pale Narok na sehemu zingine kuna vile uwe upinzani vile vile. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaomba waone mfano wa viongozi wa Kajiado hapa. Wachukue mfano ya hawa viongozi wetu wa Kajiado hapa. So wale wanafikiri watatuchosha ati watarudi tena na hiyo vurugu yao. Jana
hata walikuwa na bahati, walitoka mpaka wakaanza kung'oa barabara. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale. Tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Yes, and if you are a politician and you are organizing violent protests and destruction of property, we are going to arrest and prosecute you, and we shall not provide you with armed security, because when you are protesting, Article 37 says of the Constitution, you must be peaceful and you must be unarmed. So if you are a protester, you are not supposed to be armed. Yourself and all the people in the protest, including other people. So you cannot even have bodyguards who are armed, because the protest will be armed. So we'll not be able to allow any arms, even to people who would be otherwise peacefully demonstrating. Wacha tukomee hapo na washukuru sana. Nisalamie rais. Nisalamie rais. Nimwambia arudi hapa. Na deputy president. Niwaambia warudi hapa. Asanteni sana, Mungu wabariki. Tuko wapi? Kwa sababu hao wananchi wamekaa na ni lunch time. Mimi najua watu yangu regional commissioner atawaongelesha. Nataka wewe uongelesha wananchi, utawaongelesha. Asante sana. Asante sana, mbarikiwe. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Tukiwa tumesalia kusimama, nitaomba tafadhali kwa heshima tusalie tukiwa tumesimama. Tukiwa